Kwa sababu huu ushirikina wa masanamu, nisikizeni vizuri jamani, huu ushirikina wa masanamu haukuanza kwa masanamu. Ushirikina huu ulianza kwa hawa watu wema. Kama huna habari, kasome kisa cha Nabii Nuhu, wale waliotajwa katika suratu Nuh, la tadharunna alihatakum wala tadharunna wada wala suwaa wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Hawa watu haya majina haya, ukienda katika vitabu vya tafsiri vote vinakwambia walikuwa ni watu wema, wacha Mungu. Wakafa hawa wacha Mungu, walipokufa shetani akamwambia hamuna habari nyinyi, mulikuwa na wadda cha Mungu na suwaa, tufanyeje? Hawa hata msifanye suwaa nyinyi, kila siku ya sherehe nendeni mukawatembelee tu makaburini. Wakaenda kutembelewa. Waliposhika sasa, ishakolea hiyo sasa, hawa tengenezeni picha zao, wale watu wema, kisha mwawekeni katika majumba yenu haya, mkija mkizuru, yani mwajikumbusha. Ona Ibilisi anapopita, wajua hawa watu, hii Ibilisi system zake hawajampata bado. Lakini Ibnul Jauzi katika Talbisu Iblis ameelezea, Ibilisi hata kufika hapa kwenye hii kamera haji moja kwa moja, juazi akija hivi wewe utajua. Sasa mimi napita na huku unajifanya nenda zangu kule kitamaki, huyu ashafika. Ndivyo wanavyofanya hivyo. Sasa alikuwa hawezi kuambia waabuduni hawa watu wema, waabuduni. Wale wangekataa, vipi tuabudu hivi? Akamwambia msifanye wasiwasi, nyinyi wafanyeni ziara. Kila siku ya sherehe tunaenda kufanya ziara kwa watu wema, wadda na suwaa na yaghutha. Muda ukapita, ulipopita sasa kizazi cha badilika. Wale wazee waliokuwa wakienda kwenye ziara wakawa wamekufa, wameondoka, wamekuja kizazi kingine akawaongezea dozi. Sasa hii dawa mlikuwa mkitumia moja usubuhi, moja saa sita, moja usiku, sio? Sasa tumieni 2 usubuhi, 2 saa sita, 2 usiku. Kivipi? Chukueni picha za hawa watu, zichoreni tani, muziweke, msiwaabudu nyinyi, muje muwaone tu, mtakuwa huu ni fulani hivyo. Twende kazi. Zikabandikwa pole. Walipokolea sasa na vizazi vazidi kufa, wengine waondoka. Walivyoondoka sasa, ile ubaki, muone hizi picha hazitoshi, mwatakiwa muwachonge masanamu yao. Yani sasa simame hapa, kila muda unapokwenda, vizazi vikija vinakuta sheria mpya, mara wakitahamaki wamekuwa sasa wale ndio miungu. Mungu wakasema waqalu la tadharunna alihatakum, musiache hii miungu yenu, wala tadharunna wadda wala suwaa wala yaghutha wala yauqa wa nasra, msiwawache. Mwisho wakawaabudu. Sasa tukisema masala ya makaburi haya ni kuenda tu zuru tu makaburi, imekwisha. Sisi waonekana hupenda kupinga, tuonekana hivyo, lakini hii ni hatari. Wewe umekwenda kwenye sherehe fulani yoyote ile, umemchukua na mtoto wako mdogo mwenyewe, waenda naye kila siku ya sherehe, waenda naye na yuwakuona we babake mzazi, wasimama kwenye lile kaburi, kazungumza pale, na pengine wengine hulia. Tutengenezee mambo yetu bwana, nyinyi ndio wema mliotangulia, tufanyieni na sisi wepesi tupate kupita. Mungu alikwambia ni president mpaka upite kwa fulani ndio uje kwake? Mungu hakusema hivyo bwana. Mungu kwenye Qur'ani amefungua wazi, tajiri maskini, mweusi mweupe, mwenye pesa ambaye hana pesa, mwenye nyele singa, mwenye nyele koto, mwenye miguu mirefu, mwenye miguu membamba, uduuni, niombeni mwenyewe. Hakutuambia pitieni kwa kina fulani kisha zile salamu zenu zote zitakuja hapa. Hapana. Kwani kuna sekretari kuenda kwa Mungu? Hakuna sekretari wala hakuna makamu wa Mungu. Tumeelewana Waislamu? Makamu ni makamu wa rais, makamu wa mbunge. Hizi makamu msimpe Mungu kabisa. Mungu kwake tunakwenda moja kwa moja, na amezungumza wazi kwenye kitabu chake na kwenye sunna ya mtume wake. Kwenye kitabu chake ni hiyo, niombeni nitawajibu. Kisha akamwambia mtume, waja wangu wakikiuliza kuhusu mimi waambie fa inni qaribun, niko karibu, ujibu da'wata da'i, najibu dua ya yoyote atakayeniomba, bora tu wafuate vile ninavyotaka. Na kwenye sunna kamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba yeye huteremka kila usiku akanadi, nani mwenye madhambi ni msamehe, nani mwenyewe amefungua mlango. Wewe tuambia tupite kwa masekretari waliokufa kwenye makaburi? Ni vipi bwana? Mambo hayaendi hivyo. Sasa ushirikina ulipoingia kwenye fahamu za Waislamu kwamba ni kwenda kwa mganga, sasa ukiambiwa ukimwomba maiti ni ushirikina, hushangaa. Ushirikina vipi? Ukiambiwa ukienda ukimwomba maiti ni ushirikina, mtu
Wajiulize, kivipi yani ushirikina? Kwani nimekwenda kwa mganga ama nimemwabudu? Umemwabudu kwa sababu umekwenda kupeleka mashtaka ambayo hayamuhusu, kwa sababu wewe sisi hapa tulipo waliokufa wale wema, twazungumza kwa kutarajia ama twazungumza kwa uhakika ya kwamba hawa ni watu wema? Twazungumza kwa kutarajia. Ajuaye siri nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Tuweza tukachangaza mvacho wema, kumbe hula marungu huko chini, hata habari hatuna. Tuko pamoja Waislamu? Kabisa. Watu ambao ni wema walioko chini ya ardhi hii wanajulikana. Wa kwanza nani? Ni mitume yote, akiongozwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye anajulikaniwa uhakika wa ubora wake, na kina Abubakar Siddiq waliobashiriwa pepo waziwazi na mtume. Lakini tuliobakia sote ni kuambiana, alikuwa mtu mwema kusema kweli, tumekaa naye, alikuwa ni mtu 5 salawati, ameamiliana na watu vizuri. Usiengeze zaidi ya hapo, usiengeze. Ukiengeza kwamba alikuwa mtu mzuri, sasa kaburi lake itabidi tulijengee kwa tiles, kwa sababu si mtu mdogo, unajua. Sasa hapo waharibu, watakutusemesha tu hapo.